Wow, hii ni Sauti za Mtaa. Bwana, hiyo karibu sana kwenye episode ya kwanza. Episode ya kwanza kabisa ya Sauti za Mtaa. Hii ni podcast inayobeba sauti, ndoto na changamoto za vijana wa mitaani, yani kama mimi na wewe. Mimi ni Andrew J. Mrope, kijana wa kawaida kabisa kutoka mtaa wa eneo lako. Niliyekuwa na kiu kubwa ya mabadiliko na mwenye ndoto kubwa. Na leo napenda tusikilize, tujiulize na tujifunze kwa pamoja. Bana, mada ya leo ni moja ya zile ambazo kila kijana inamgusa kwa namna moja ama nyingine. Mada hewani ni kwamba changamoto za vijana katika kutafuta ajira. Bwana, wewe uliye mtaani, changamoto zako ni zipi katika kutafuta ajira? Hiyo ndo mada iliyokuwepo hewani basi. Bwana, hebu leo tuanze na ukweli. Leo hii kijana wa kitaa ama kijana wa mtaani, bwana, anapomaliza shule, iwe shule ya sekondari, yani form 4 ama form 6 au chuo, ukweli usiofichika ni kwamba kijana hana uhakika wa kazi. Yani kama vile maisha yanamwambia bwana, karibu kwenye dunia, tena dunia halisi. Sasa hivi tuna vijana wengi mitaani, wana skills kibao, yani wana nguvu, lakini hawana nafasi. Viwanda vichache, sekta binafsi imebana, alikadhalika serikali nayo imejaa. Unakuta vijana wengine bwana, wanaishia tu kuuza chipsi, na wengine wanapiga debe, wengine bwana wanaanzisha biashara ndogo ndogo. Lakini katika issue ya biashara ndogo ndogo, si kila kijana au kila mtu ana mtaji au ana maarifa ya kuweza kufungua biashara, na huo ndo ukweli kabisa. Na hapo ndipo stressi huwa zinaanza, depression huingia. Wengine wanajikuta hadi wanakata tamaa, yani wanakata tamaa kabisa za maisha, wakiwa hawaoni hili wala lile linaweza kuwafanikisha katika maisha yao. Lakini mbaya zaidi, wengine wanaangukia kwenye njia za mkato. Unakuta ndo kuna wezi, unakuta vijana wanaingia kwenye ulevi wa madawa ya kulevya, hata utapeli. Na hii ni kwa sababu moja tu, hawana njia nyingine ya kuweza kupata ajira au kuingiza kipato katika maisha yao. Basi sasa tucheki sababu zipi au changamoto zipi ambazo zinapelekea mpaka hii hali inatokea katika upungufu wa ajira. Hebu tujiulize, mimi na wewe kijana mwenzangu unayenisikiliza muda huu, hivi kwa nini hali iko hivi? Eti ushawahi kujiuliza? Kuna sababu kadhaa ambazo mimi binafsi nimezicheki na nimeziona, ambazo huwa zinasababisha sana. Hebu tuzicheki hapa. Kwanza kabisa, mfumo wa elimu yetu, yani mfumo wa elimu hauendani na soko la ajira. Tunafundishwa vitu vingi sana darasani, ile hali havina nafasi kwenye kazi za kweli mitaani. Yani elimu tunayojifunza madarasani haiakisi hali halisi tunayokutana nayo mtaani. Hili ni jambo ambalo linapelekea sana vijana wengi kukosa ajira. Sasa jambo la pili ambalo lipo linakuwa ni sababu za changamoto ni kwamba ukosefu wa taarifa. Unajua bwana, mtaani wapo vijana wengi wenye uwezo, lakini hawajui hata pa kuanzia. Hawajui sehemu za kuombea kazi, hawajui namna ya kuandika walau CV. Yani unakuta kijana haelewi, hajui hata namna ya kujiandaa kwenda kufanya interview, na hivyo inasababisha kufeli kwenye maisha yake. Hii ni mojawapo ya sababu. Sasa sababu ya tatu, na ni jambo la msingi kabisa, nalo si lingine bali ni ukosefu wa mitaji. Bana, hii ni ukweli. Yani unajua kuna muda inabidi tuongee ukweli uliokuwa na ukweli ndani ya ukweli wake. Hili liko wazi kabisa. Vijana wengi wana ndoto za kufanya biashara, lakini hawana fedha. Na masharti ya mikopo, ukienda kwenye vyanzo vya mapato ambavyo vinatoa mikopo, ni balaa. Yani kijana wa kawaida hawezi hata kidogo kuingia, kwa sababu unakuta mikopo inambana kijana yule. Kila anapojitahidi kutaka kujaribu kufanya, lakini akiwaza jinsi ya malipo ambayo yanahitajika, riba zilizokuwepo hazikizi mahitaji ya kijana wa mtaani. Kwa hivyo inakuja inasababisha kijana anazidi kufeli.
Sababu ya 4 na ya mwisho ambayo pia inasababisha ni kujuana. Hapo ujue ninapozungumzia swala la kujuana, watu wengi wamekuwa na mtindo kwa sasa. Wamekuwa wakipata kazi si kutokana na uwezo waliokuwa nao, ila isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa na watu katika zile sehemu ambazo wanazoenda kufanya kazi. Yani maana yake na maanisha ni connection. Yani imefikia hatua ili uweze kupata kazi ni lazima uwe na mtu ambaye anakufinalize kwenye kupata kazi. Kwa hiyo ili upate kazi ni lazima uwe na connection. Hili ni swala ambalo linawaumiza vijana wengi sana. Unakuta mtu amesoma, amefika mpaka chuo, unaona, ana degree yake ama na masters yake, anapeleka maombi, lakini unakuta katika yale maombi ambayo yanapelekwa kuna mtu mwingine ambaye anavutwa tu, anawekwa. Wewe mwenye uwezo wa kile kitu unafeli kutokana na nini? Hauna mtu wa kukufanyaje, wa kukuconnect. Kwa hii ni mojawapo ya sababu ambayo vijana wengi na waumiza. Bwana mzee, sasa swali ni moja tu. Tufanyeje? Tukae chini au tulalamike? Hapana. Sikiliza nikupe mchongo. Bwana, kuna njia za kupambana. Si rahisi, lakini zipo ambazo kijana kama kijana unaweza ukajaribu. Kwanza tujifunze, yani kila siku. Kama vijana tukijifunza, sio lazima kwenda madarasani jamani. Lakini kijana unaweza ukasoma hata kwa njia ya YouTube, podcast kama hizi hapa. Bwana, kuna watu mitaani wenye maarifa kibao ambao kwa kupitia hao tunaweza tukafika kwenye malengo yetu. Lakini pia kuna issue ya pili ambayo tunaweza tukafanya. Tukubali kuanza chini. Bwana, kuna kazi unaweza kuzalaulika, lakini zikakufungulia njia na mianya mingine katika maisha yako, kwa sababu mambo madogo huwa Mungu sometimes anayabariki na kuyafanya kuwa makubwa. Na ndio maana niliwahi kumsikia mtu mmoja akisema, tengeneza leo kwa manufaa ya kesho. Bana, mfano mzuri ni mtu kama Diamond. Alianza kama mchuuzi wa CD, lakini mwisho wa siku leo ana bonge moja la empire yake ya kuitwa Wasafi. Asa sikiliza nikupe mchongo wa mwisho kabisa. Bana, kitu cha mwisho cha kufanya. Asa bana, ngoja nikupe mchongo wa mwisho wa kufanya. Bwana, issue ya mwisho ambayo unaweza ukafanya kama kijana, tuwe watu wa subira. Bwana kijana, jambo la msingi sana kuwa na subira. Unajua kila kitu katika maisha yetu kinachukua time. Yani inatupasa tuwe na subira. Wewe kijana, usikate tamaa. Nani kasema mtoto wa mtaa hawezi kuwa bosi? Acha noma wewe. Mtoto wa kitaa anaweza kuwa bosi. Hivyo tengeneza leo kwa manufaa ya kesho. Hii ilikuwa sehemu ya kwanza ya Sauti za Mtaa. Tumegusa kwa kifupi kabisa changamoto za vijana mtaani katika kutafuta ajira. Lakini pia bana, tumetoa mwanga wa matumaini kwa vijana ya kwamba nini kifanyike ili kuanza safari hiyo ya matumaini. Sasa bana, mchongo huu wiki ijayo nitakuja na mada mpya kabisa, mada nyingine kali zaidi na zaidi. Lakini kabla sijaondoka, naomba uniandikie kwenye DM hapo au ukomenti ni changamoto gani kubwa umewahi kupitia wakati ukitafuta ajira. Nataka kusikia sauti yako. Hadi wakati mwingine, mimi ni Andrew G. Mrope, toto la Kimakua, na hii ni Sauti za Mtaa, sauti za kizazi kinachopambana. Peace and love for everyone. Next time, bye bye. Sauti ya Mtaa, Goma la Uswazi.